Unataka kuwa na matamshi mazuri? Tujifunze. So last time nilifundisha hapa n plus t. Leo tuangalie n plus d. Kanuni ni ile ile. Ukiona n na d zimefuatana katikati ya neno au mwisho wa neno, unaitoa d. Kwa mfano independent. Umeona kuna n na d zimefuatana hapo. Toa d, inabaki independent. Tanzania is an independent country, right? Neno lingine ni kama vile depend. Umeona depend kuna n na d hapo mwisho, unaitoa d, inabaki depend. It depends on how many times you tried it out. Neno lingine ni understand. Umeona kuna n na d zimefuatana hapo, unatoa d, inabaki understand. Do you understand what I'm talking about here? Kitu cha kuzingatia ni kwamba ili utumie kanuni hii inabidi uzungumze in a connected speech na sio taratibu, kwa maana ya kwamba hauwezi ukasema understand au ukasema independent au ukasema depend. Hapana. Kwa inakuwa understand, independent, depend na maneno mengine ambayo yatakuwa na n na d katikati au mwisho. Hivyo ndivyo ambavyo watu wenye matamshi mazuri ya Kiingereza wanazungumza. Bila shaka umeelewa vizuri. Kama hujaelewa niulize hapo chini kwenye comment section. This is your brother in English, Mtumba.